بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa baad. Wanafunzi wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu kwa shule za msingi darasa la kwanza hadi darasa la 7, leo tunaendelea na mfululizo katika fani ya fiqh, tukiwa tunaangalia yale ambayo yanafundishwa kwa darasa la kwanza. Kipindi kilichopita tuliona utangulizi juu ya Uislamu na pia tuliona nguzo za Uislamu na tukapata ufafanuzi kidogo kuhusiana na nguzo ya kwanza ya Uislamu ambao ni shahada mbili. Tuliona kwamba mwenye kushuhudia kwa kusema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikiwa maana kwamba nashuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wake. Maana yake Muislamu huyu aliyetoa shahada hii anajifungamanisha kuwa atamtii Allah katika yote aliyoamrisha na atamtii vile vile Allah kwa kuacha yale yote ambayo ameyakataza. Kwa hiyo kipindi cha leo tutaanza kuangalia juu ya najisi na baadaye kuangalia namna kujiepusha au namna kuondosha najisi. Ungana nami mwalimu Adam Salim Kaoneka hadi mwisho wa kipindi cha leo. Hebu tuanze na najisi. Nini maana ya najisi? Najisi maana yake ni uchafu. Najisi maana yake ni uchafu ambao unajulikana katika Uislamu kwamba huo ni uchafu. Na ili tuvijue hivyo, kuna aina kadhaa za najisi. Kuna vitu vilivyo najisi, ambapo vitu vya aina ya kwanza ni haja ndogo ya mtoto au ya mtu mzima, haja ndogo ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo na wanyama wengine. Pia katika vitu vilivyo najisi ni haja kubwa ya mtoto, haja kubwa ya mtu mzima, haja kubwa ya ng'ombe, kuku, ndege na wanyama wengine. Tukiangalia aina nyingine za najisi, tunaona kwamba kuna damu, kuna matapishi, kuna kiungo cha mnyama kilichokatwa hali ya kuwa yuko hai, la jingine ni usaha, la jingine ni ulevi au pombe za aina zote, na kitu kingine ambacho ni najisi ni maziwa ya mnyama asiyeliwa kama vile maziwa ya punda, na namba 9 ni mbwa na kilichotokana na yeye, na namba 10 ni nguruwe na kile kilichotokana na yeye. Vitu vyote hivi vinaitwa najisi au kwa lugha nyingine ni uchafu. Sasa hebu tuangalie namna ya kuondoa najisi. Kwanza tuangalie kwenye nguo. Iwapo nguo yako imepakazwa najisi yenye harufu, osha kwa maji safi mpaka iishe harufu. Na Muislamu akiingiwa na najisi mwilini huisafisha kwa maji mpaka harufu na rangi vitoweke. Kwa hiyo mwilini mwake anasafisha, harufu iondoke na rangi pia itoweke. Hebu tuangalie namna ya adabu za kwenda haja. Muislamu kwa kawaida ni mtu mwenye haya sana. Haendi haja ovyo ovyo. Anaposhikwa na haja ndogo au kubwa, hujisaidia mahala pa faragha. Kila nyumba ya Muislamu ina choo safi. Na Muislamu akiingia chooni hutanguliza mguu wa kushoto na kusema Bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Anasema Bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yani kwa jina la Allah, Allah, najilinda kwako na matendo maovu na tabia mbaya za kishetani. Kwa hiyo Muislamu huenda haja ndogo au kubwa kwa kuchuchumaa na kutulizana.
akimaliza haja yake hustanji kwa maji safi. Muislamu akitoka chooni hutanguliza mguu wa kulia na kusema alhamdulillahi alladhi adhhaba anil adha wa afani. Anasema alhamdulillahi alladhi adhhaba anil adha wa afani. Yani anasema anayestahiki kusifiwa ni Allah ambaye ameniondolea uchafu na kunipa afya. Kwa hiyo Muislamu ni mtu nadhifu. Mara tu anapotoka chooni husafisha mikono yake kwa sabuni. Muislamu akiwa safarini au porini huenda haja mahala pa faragha. Ni vibaya kwenda haja kando kando ya mto au kisima. Vile vile ni vibaya kujisaidia chini ya mti wa kivuli au mti wa matunda. Ni vibaya sana. Usijisaidie kwenye mashimo. Humo kuna viumbe wanaoishi na wengine ni wahatari kama vile nyoka. Ikiwa unajisaidia porini ambapo hapana maji, ustanji kwa karatasi laini mpaka uchafu uondoke. Pia unaweza kutumia mawe au majani makavu mpaka uchafu uishe. Kwa hiyo ni namna ya kuondoa najisi. Nyingine ambayo tunaweza kujifunza hapa ni kutawadha au kutia udhu. Kutawadha maana yake ni kunawa kwa ajili ya kusali. Muislamu hutawadha kwa kutia nia au kudhamiria moyoni kuwa anatawadha, kisha anafanya yafuatayo. Jambo la kwanza analofanya, anaanza kwenye viganja vya mikono, pili anakuja usoni, na baada ya usoni anakuja kwenye mkono wa kulia, kisha mkono wa kushoto. Baada ya mikono miwili anakuja kupaka maji kichwani, na baada ya kichwani anakuja kuosha miguu yake miwili akianzia na mguu wa kulia na kwenda mguu wa kushoto. Yapo mambo ambayo yameelekezwa vizuri, nadhani utazingatia kiagizo hiki ambacho kinakuja cha namna mtu anavyotawadha tangu mwanzo mpaka mwisho. Na ni lazima ufuate utaratibu huo. Unaanzia usoni, unakuja kwenye mikono, unakuja kupaka kichwani, unamalizia miguuni, usibadilishe ukaanzia kinyume chake. Lakini huu udhu, kuna mambo ambayo yakitokea udhu utakuwa huna tena, itabidi urudie tena kutawadha. Jambo la kwanza ambalo linatengua udhu ni kwenda haja ndogo au kubwa. Lakini jingine ni kutokwa na upepo nyuma. Na jambo la tatu ni kushika utupu wa mbele au wa nyuma kwa kiganja cha mkono. Na jambo la nne ni kulala usingizi. Haya ni mambo ambayo yanatengua udhu. Na utakapofanya hayo, moja katika hayo, ujue wewe udhu huna, inabidi ukarudie tena. Sasa hebu tuangalie baadhi ya mambo ya kufanya ili tuweze kumaliza eneo letu hili la fiqh kwa darasa la kwanza. Kwanza tujue kwamba dini ya haki ni dini ya jaza hapa. Jambo la pili, nguzo ya kwanza ya Uislamu ni, na nguzo ya tano ni, zitaje hizo. Nguzo ya kwanza itaje na nguzo ya tano pia itaje. Mitume wote wamefundisha dini ya, na kutoa shahada ni kusema aliyeshuhudia kwa kweli hufuata na hujiepusha na katika Uislamu najisi ni nini. Haya ni maswali ambayo unapaswa ujiulize kwa kujipima. Hadi kipindi kijacho ambapo tutatazama yale ambayo yanafundishwa katika fiqh darasa la pili. Ni waageni kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.